watu walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728886003 au 0790178686. Rokende nore ase county ya Kisii gozeti county chieta naine Mkoriole amubogani asora nyora bokolani wekerengo kegoro ase rigori rike Bono wabatiboyo abuga hotel nero richibuliao tutarere ase nsemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asogwale bwechimita chiminye kurwa ase nsemo ya daraja moja abuga hotel lanigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro Inyora amagoleto yobokanari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ugwakana shilingi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashilingi 50 chioka alitoke esani ase shilingi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linaguna boigori sosa turangeri goitira ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga. Haya, shukrani za dhati kwa kuendelea kwa ndani ya mpango mzima wa Anza na Bwana. Nikiangalia kule upande mwingine mwana Edo amejiandaa pale. Sijui nini kipi ambacho umetuandalia siku ya leo kwenye gazeti la Standard. Hujambo kwanza? Si jambo. Naam, katika gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza ama tuseme mada ya The Standard kabisa tu kawaida unajua ni siasa. Kuna wakati watu walikuwa wanasema kwamba Ruto asipokuwa kwenye gazeti basi gazeti hilo haliuzi. Na vile vile leo hii tunaenda kuangazia Raila na Ruto kwa zile inroads amekuwa akizifanya kwamba tangia unakumbuka wakati Ruto alikuwa pale Uganda hadi sasa hivi kwamba Ruto ametembea kaunti 8 kufikia sasa hivi kaunti 8 huku Raila akitembea kaunti 5 Mudavadi akiwa ametembea kaunti 4 pengine ili kuhakikisha kwamba yote yanafanyika. Naam. Hayo ukiangalia by the way tutakuwa tunayaangalia kiundani kidogo. Yote hayo ni katika kwenye leo magazetini. Kwa hivyo usikose, kama ulikuwa umetoka ndani rudi ili tukamilishe mpango mzima pamoja. Karibu ndani ya leo magazetini. Naam, asante sana. Kwa majina niite Edwin Mukaya na moja kwa moja chanyangazie ukurasa huu wa kwanza wa gazeti hili la kwangu hapa, gazeti la The Standard. Raila na Ruto pamoja na wengine waonyesha umahiri wa kwao ili kujitafutia ama kujizolea kura. Hayo ni hayo tunaenda kuangazia ukurasa wa 4. Ukurasa wa 22 hapa tunaangazia Wanjiku Njuguna ambaye aliweza kuchukua uongozi pale Kiambaa. Sasa hivi anasema yeye ndiye firstborn wa Wilbaro. Siji Msambweni tutasemaje, lakini hayo tutaenda kuiangazia kwa kina. Vile vile ukurasa wa 6 tutaenda kuangazia kama kuna force ya 3 ambayo inakuja hapa nchini Kenya ya One Kenya Alliance ama OKA. Wanauliza kweli unaonaje hii the third force, is it going to take over? Hayo tunakuangazia katika ukurasa wa 6. Vile vile tunapa 22 ukurasa tunakuangazia jinsi makachero mama wanavyotoa ama kuna wavuvi ambao wanapea askari pesa. Kwa hivyo tunaangazia jinsi askari wanavyowavionza hela hawa wavuvi katika ukurasa huu 23. Pengine tuangazie ukurasa wa kwanza gazeti la Taifa Leo. Na ukurasa wa kwanza Taifa Leo pale kuna taarifa kemkem. Nikiangalia kule unasema kwamba ni kama Raila wanasema kwa lugha nyepesi ameachwa kwenye mataa. Wanasema amebaki Jangwani. Ni kwenye ukurasa wa pili tutaangalia hiyo taarifa. Na baadaye kuna ndege moja ambayo iliweza kutua ghafla kule Somalia ambayo ilikuwa imebeba watu 40. Yote hayo tutaangalia kwenye ukurasa wa 5. Kiongozi wa Tanzania by the way kwenye taarifa za Afrika na dunia ambaye ni wapinzani kule Tanzania alinaswa usiku wa kuamkia leo. Hayo yote tutaangalia kwenye ukurasa wa 6.
Na hapo juzi na jana inasemekana kwamba Waislamu sasa walivunja ile sheria ama desturi ya Kiislamu kwa sababu walifanya kitu fulani. Kwa hivyo tutaangalia kwenye ukurasa wa pili pia na mengine mengi ambayo yako kwenye ukurasa ama gazeti la Taifa Leo. Karibu ndani ya Leo Magazetini. Naam, ukurasa nitaenda moja kwa moja ukurasa wa 3, ukurasa wa pili ni historia. Ukurasa wa 3 hapa tunaenda kuangazia kifo cha Francis Muhindi. Francis Muhindi ndiye mwanzilishi wa kampuni moja hapa nchini Kenya na amekuwa akinstill education to many people in Kenya, Uganda, pamoja na Tanzania. Inasemekana kwamba aliweza kuiaga dunia Jumapili baada ya kutolewa pale Aga Khan, akakuwa transferred kwenda kwa Kenyatta University Teaching and Referral Hospital ambapo aliweza kukaa pale kwa siku 10 tu kisha akaweza kuiaga. Tunasema kwamba ama The Standard wametuambia kwamba Francis Muhindi ndiye mwanzilishi wa managing director ama ndiye mkurugenzi of manpower services. Kwa hivyo Kenya imempoteza jamaa ambaye alikuwa wa busara zaidi. Vile vile tunaona hapa kwamba aliweza kuwa train 50,000 staff kutoka Kenya, Uganda, Tanzania pamoja na Rwanda. Vile vile ukurasa huu tutaenda kuangazia Martha Koome ambaye sasa hivi amesema kwamba kuna kesi 400 ambazo anaenda kuweka kipaumbele mwanzo, ingawaje kutokana na The Standard anatuambia kwamba kuna kesi 13,500 ambazo ziko pale kotini zinongojea waweze kuziongelea, ambazo kawaida ni za mashamba. Mashamba tena. Niliona jana alikuwa anasema kwamba ataenda kufungua koti ndogo ambazo zitakuwa zinasikiliza kesi zenye pesa ama wakati kuna kesi inayohusisha pesa chini ya milioni 1 zitasikizwa kwa zile koti ndogo. Ni baadhi tu ya yale marekebisho ambayo anajaribu kuleta kwenye mahakama. Na anakuja na mbio sana, pengine sana anakuja na mbio. We need those reforms. Kwa sababu tumekuwa na reforms lakini hatujaona kama kwamba zimeondoa zile kesi mahakamani, unaona. Kesi inaanza mwaka huu, bado mwaka 2030 bado kesi ipo haijawaisha. Kwa hivyo tunataka kuona kama kweli ule mrundiko wa kesi mahakamani utapungua. Vyema zaidi. Vile vile kuna wengi walikuwa nasema kwamba Kisii ndo tuna kesi nyingi zaidi za mashamba, lakini pengine si sana. Manake kama hapa nimeona Nairobi kuna kesi 9,500. Naam. Kweli kule unajua ni kwa sababu unapata kuna watu wawili wanazozania kipande cha ardhi kimoja. Kwa hivyo it's possible. Kuna jamaa alikuwa ananipigia story kwamba Nairobi unaweza pata jamaa ameuza shamba mara 10. Si Nairobi peke yake. Kuna mahali pale Suneka, sitataja ni wapi, lakini jamaa alikuwa ameuza shamba sijui ni mara 3. Sasa nyinyi mlinunua mkaenda, mnataka mrudi kama mkuja kujenga ama mweka project fulani. Nakuja mnapata kuna mwingine anaendelea na ujenzi. Anaendelea na ujenzi. Sasa utafanya nini? Mwenyewe mkimtafuta hayupo, amepotea. Ndio maana by the way inafaa wale ambao wanashughulikia ardhi, ili swala la ardhi, wale wanaitwa wanafanya search. Ni kama wanahongwa ama ni nini? Even nifurahisha kwamba wewe umejipanga unaenda kujenga, unapata mwingine ashajenga cha ardhi ambacho unajua ni chako ushadogo. Na unajua unapata uko na title deed. Yule mwingine ako na title deed. Yule mwingine ako na title deed. Sasa unashangaa hao watu wote walipata aje title deed? Sasa mimi najua tu ni ufisadi. Kwa sababu wanasema kwamba ukihonga mtu kitu au ukimpa tu kitu kidogo, ile reinforcement, motivation, unapata kitu unataka. Naam, acha niangazie ukurasa wa 4 hapa ni ya Ruto, Raila, Mudavadi. Nao nilishawaambia kwamba Raila wamehakikisha kwamba hawataacha any stone unturned. Na tunaona wakifanya inroads, a lot of inroads kwenda pale maeneo ya Coast, kuna maeneo ya Western, maeneo ya Mount Kenya sana. Manake hawa viongozi wawili ni kama wanawania sasa hivi kura zile za Mount Kenya pamoja na Coast pale maeneo ya Pwani. Vile vile kutokana na utafiti umefanywa
Na sijui Raila sasa hivi ana miaka mingapi? 76 sio? 76 ama na 7. Kwa hivyo mwaka ujao atakuwa na miaka 77. Asipo fanikiwa wakati huu baada ya miaka mitano. Sijui, lakini wanasema kwamba kila dream iko valid. Every dream is valid. Miaka 77 ni sawa. Rais wa Marekani ako na miaka mingapi? 70 na kitu, si ndio? Nauliza tu. 70 na kitu. Na amekaa pale background kwa muda mrefu sana. Hajawahi wania kitu. Sijui unafikiria Raila anafaa kukaa background kidogo alafu awanie next time? Sitakuwa amezeeka. Haijalishi kwa sababu bado anataka uongozi. Sawa, tungoje tule. Pengine alisema kwamba hana risasi moja. Ndio kuna wale kusema sasa hivi Raila kuna risasi moja. Alisema ako sawa. Sawa. Kwa hivyo ni hayo, lakini kwa hao viongozi wote tunaona kwamba Ruto anajikaza zaidi. Manake tangiende pale Julai tarehe 8 pale maeneo ya Uganda na ile tour yake Uganda pia ilileta mambo mingi zaidi ya Ruto. Naam, wengine wanasema kwa hivyo wa viongozi wanajuana, Museveni na huyu wanajuana. Hakuna kiongozi ajui mwenzake. Kujuana lakini kwamba hulka za kwao ni kama zinafanana, manake kama mimi tuseme mimi ni mwizi, nikitembea na wewe basi wewe ni mwizi, sio? Hapana. Tell me your company. Na hivyo ndio wengi walikuwa wanasema. Anataka tu ile maneno kidogo vile ambavyo anaweza kunasa watu. Na ndo hayo. Kwa hivyo ameweza kutembea kaunti ngapi? Kaunti 10 kwa hizo siku 14 tu. Ruto ameweza kutembea kaunti 8, huku Raila ametembea kaunti 5 na yule ambaye ni wa ANC Mudavadi vile vile ametembea kwa kaunti 4. Kwa hivyo tunaendelea kuona jinsi, na sijui One Kenya Alliance wakati wengine sasa hivi wamejitoa, wanaendelea kutengeneza nyayo za kwao, kutafuta kura, wao sasa hivi wanaungana mwanzo. Mimi naona kidogo watu wamechelewa. Wamechelewa kidogo, lakini unajua kuwa kama wewe umeingia NASA ama umenasa ukaenda mahali fulani kwa muungano fulani, kuna vile unapewa ahadi fulani, sasa unaendelea kukaa hapo unangoja ile ahadi itatimia, mwisho unapata haitimii. Sasa wakati unajitoa unaenda kutafuta marafiki wengine, unapata kwamba muda pia hauko kwa upande wako. Naam. Na mtuangazie pengine Taifa Leo kidogo, kisha tarejea hapa katika kurasa wa 5. Haya, asante sana. Kwenye Taifa Leo kurasa wa 2, Taifa Kuu pale, Raila ameachwa mpweke. Kwa nini mwandishi akasema hivi? Ni kwa sababu washirika wake pale kwenye muungano wa NASA wameamua kujiondoa, wameamua kuanza mchakato wa kujiondoa kwenye NASA na watengeneze One Kenya Alliance. Ndio nasema kwamba Raila ni kama ameachwa mpweke, hamna mtu ambaye atamkimbia, lakini kujua kwamba kuna uwezekano Jubilee kuungana na ODM. Kwa hivyo hatujui, tunasema tu kwa sasa, lakini hapo mbeleni hatujui kitu ambacho kitafanyika. Ukipata gazeti la kwako unaweza ukajisomea. Pia kuna wale viongozi pale Mombasa ambao inasemekana walivunja desturi za Kiislamu. Kwa nini ama walifanya nini? Wakati walikuwa wanasherehekea hii sikukuu ya Eid al-Adha, kwa kawaida wanawake huwa upande wao, wanaume huwa upande wao. Sasa inasemekana baada ya wao kumaliza ile sherehe, ikafika wakati wa kuhutubu. Sasa baada ya watu kuhutubu, kiongozi ama gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho akawaita baadhi ya wanawake wakuje kuhutubia bado kwa pala mahali ambapo walikuwa wanasherehekea. Kwa hivyo inasemekana kwamba ni kama wamevunja desturi za Kiislamu. Unafikiria nini? Kwa sababu tunasema tupatie wanawake chance, tuwape opportunities. Sasa mbona wanasema wamevunja desturi za Kiislamu? Mimi siwezi ingilia, manake mambo na dini siwezi ingilia, lakini sijui naam, siwezi zungumza haya, lakini dini ya Kiislamu nayo ina ya kwake. Kwa hivyo tuyawache yale, lakini ukipata Taifa Leo kurasa wa 2 utayasoma mengi zaidi. Niruke mpaka ukurasa wa 3. Kuna taarifa nyingi kutoka Busia, Nairobi pamoja na Machakos, ila niangalie ile ya Machakos ambapo Daktari William Ruto alikuwa pale. Anasema kwamba hakuna mtu anaweza akazima ndoto ya hasla. Hakuna mtu
anasema kwamba kama we ni mpinzani wake hutazima ndoto yake. Kumbuka kwamba kuna wale ambao wanaendelea kumkosoa kwa kuzungumza kuhusu hasla, kusaidia watu wa wheelbarrow, mama mboga na kadhalika, lakini anauliza kama nyinyi mna ya kusema, simzungumzie marekebisho ya katiba BBI, mbona tena mmeanza kuzungumza juu ya kuinua uchumi ambao ni ruwaza ya kwake. Sasa anasema kwamba hawatamzima kulingana na yeye. Ukipata gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 3 utasoma taarifa hiyo. Na nikuulize pengine na nimekuambia kitu kama hiki ukanishat sana. Kuna wale wanasema kwamba when in the battlefield na ukiona mwenzako ameanza kukulemea kidogo, just copy his or her tactics. Pengine kama anakupiga akipiga dance na wewe anza kudance ukipigana, unaona. Kwa hivyo pengine Raila aliona hapa lazima nicheze kimimi, twende kwa hiyo ruwaza ya kwake tu, but in a different way, so that maybe ndio iko na watu sasa hivi watu wanaifuata. Lakini hata kama unajua already Daktari William Ruto akona mshiko na ile ruwaza ya kwake ya hasla ya kusaidia watu maskini. Sasa huyu amekuja nyuma na sioni kama kwamba saa hii amepata ule mshiko, na hiyo ya kuinua uchumi nini, kwa sababu hajatembea kokote kwanza. Haya ni maoni ya kwangu. Hata hajatembea kokote akasema kwamba leo nataka niweke kampuni hapa yenye itasaidia kuprocess ndizi ama avocado, hapana. On the other hand, Ruto ametembea akasema leo nimewaletea wheelbarrow kila mtu, leo nimewaletea pikipiki kila mtu, leo mama mboga nimefanya hivi. Unaona kuna utofauti fulani, lakini yote 9-10 tunangoja tu siasa. Ni siasa na zinabadilika kila siku. Wengine wanatetea kwamba ingawaje anasema kwamba Raila kunradhi naibu wa rais William Ruto pesa zile amezipoka, ameziiba. Wengine wanasema ni vizuri ameiba, lakini anatuletea si wa Kenya. Raila za kwake anapeleka nilikuwa nazungumza na mmoja nikitembea tu kule, nikazungumza na mmoja, nikaanza tu siasa hivi. Nikamuuliza tu kwa nini mnapenda huyu sana? Akasema huyu hata kama wanasema anafanya hivi, pesa zile anatuletea sisi. Hajachukua kaenda kufanya. Sana shangaa kweli wananchi, lakini yote 9-10 tunafaa kuwa tunafaa kuwa macho wakati wa kufanya maamuzi kuhusiana na viongozi. Naam. Sawa. Niangazie ukurasa wa 5 hapa. Naona hapa kuna vita ndani ya Ford Kenya ambapo sasa hivi kiongozi wa chama hicho ambaye ni Moses Wetangula pengine anaweza ngolewa pale kama kiongozi wa chama hicho. Naona hapa kuna Kandoi MP ambaye ni Wafula wa Munyinyi pamoja na Tongaren ambaye ni Eseli Simiu wameanza kusema kwamba Moses Wetangula ni kama hapendekezi yale ama hawakilishi chama hichi vilivyo. Ukiangazia ule muungano wa One Kenya Alliance kidogo anasema kwamba pengine hawakuwa consulted na vile vile anafanya maamuzi ya kwake tu. Kwa hivyo wameanzisha pengine wameanzisha ule mswada wa kumngoa pale mamlakani. Na vile vile wanasema kwamba yupo pale kama kiongozi, manake koti ndio ilimweka pale kama kiongozi. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna moto ndani ya Ford Kenya. Kwa hivyo inaonyesha kwamba pia hata muungano wa One Kenya Alliance kutakuwa na shida, labda kutakuwa na shida kidogo. Lakini sijui, lakini kutakuwa na shida. Haya. Vile vile naona William Ruto, unajua tumesema kwamba yeye ni Hustler Nation. Raila vile vile ameenda kwa Hustler, yani ameanza kwa uplift watu economy kutoka chini. Na Gideon Moi vile vile amejikaza hapa, naona anasema kwamba watu wa kazi mtaani waweze kulipa pesa zao mapema. Hayo ni katika ukurasa huu wa 5. And by the way, kwa hii One Kenya Alliance uliniuliza swali hili. Lakini una uzito na unaenda kwa nani? Nani anaweza kuwa kiongozi wa One Kenya Alliance? Nilikuuliza jana huku nijibu. Na wewe unaona ni nani sasa? Sasa Gideon Moi manake amekuwa akisema you'll be vying for presidency. Kalonzo pale anasema sasa hivi hakuna kusupport mtu. Kila mtu anajipigania. Naam, Mudavadi ukiangalia pia amefanya inroads. Kulingana na ile ripoti ambayo ilipelekwa kwa kile chama baada ya kufanya uchunguzi, walikuwa wamesema Musalia Mudavadi wanie, lakini kidogo sikuona kama wengine walipinga kulingana na taarifa. Kalonzo ndiye alisema kwamba kulingana na
yale maelewano ambayo yalifanywa NASA, yeye ndiye alikuwa awanie next. Sasa nashangaa pale si NASA. Basi kwenye ukurasa wa 4 na 5 by the way ni taarifa za county. Nitaangazia tu county chache, alafu ukipata gazeti la Taifa Leo unaweza ukaangalia na kusoma taarifa nyingi zaidi. By the way kuna huu ufadhili ambao unapeanwa kwa wanafunzi na Equity Group Foundation, ile Wings to Fly. Baadhi ya wanafunzi kutoka kaunti ya Nyamira pale, karibu wanafunzi 70 kuzidi ama zaidi ya 70 wameweza kunufaika na huo mradi. Pia kuna taarifa kuhusiana na Raila kumtaka rais afungue nchi. Ulitizama runinga ama habari jana? Alikuwa anasema kwamba imefika wakati tunafaa hata tuchukue mkopo, tuende tununue chanjo, tupatie kila mtu chanjo ili tufungue taarifa. Sababu ukiangalia mataifa mengine yamepatia wananchi wako chanjo na uchumi sasa imeanza kugrow kwa sababu wameufungua. Sasa anamtaka rais afungue nchi, afungue uchumi, ya hizi maneno ya lockdown awache, lakini baada ya kupatia kila mtu chanjo. Nilitazama kuna taarifa fulani, kuna huyu mwanahabari anafanya kazi na CNN, julikana kama na mwenye alikuwa Larry Mado. Alikuwa na taarifa pale, alikuwa ameandika anasema zile nchi ambazo zimeendelea zimechukua mikakati maalum kuhakikisha kwamba kila mtu amepata chanjo. Sasa ekonomi yao iko sawa. Lakini ni kama anasema kwamba ni kama wanaficha dawa. Kwa nini wasipatiane kwenye hizi taifa ama mataifa nchi ambazo zinakuwa? Kwa sababu sisi tunaweza kuwa baada ya COVID-19 kuisha katika mataifa mengine, sisi sasa ndio tutakuwa we will be battling lile janga la corona. Lakini yote 9-10 Raila lake kuu ni kwamba rais afungue nchi ili uchumi uendelee. Sijui kama hii kufungua nchi ngoja kwanza taka ifunguliwe ndio waendelee kufanya siasa ama ni siasa tu. By the way, wajua anyway sijui sitaki kusema haya. Uliza. Tuseme BBI imeidhinishwa tena, imerudi. Kampeni zimeanza. Kushua hii curfew nini zitawekwa? Nafikiri lazima zitaondolewa kwa sababu lazima wao wanapita kila mahali kupiga kampeni za referendum. Sasa sijui wamestopisha ama wamefanya nini? Wamesema wacha tungoje kwanza BBI. Mimi sijui. Lakini yote 9-10 natumai kwamba enyewe economy itafunguliwa kwa sababu sasa angalia students wanarudi shule Jumatatu wiki ijayo. Una wanafunzi 3, ulifutwa kazi, unategemea biashara, soko zimefungwa. Unafanya nini? Na hakuna mtu atakupatia mkopo sahihi kwa sababu haoni mahali utatoa hizo pesa umlipe. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu zaidi. Jana nilikutana na mwanabiashara fulani hapa mjini Kisii. Alikuwa ananiambia kwamba biashara imekuwa ngumu zaidi. Kila biashara sasa hivi ni ngumu. Alafu sijui hii curfew tuseme kwa hizi kaunti 13 ambayo inaanza saa moja jioni. Unaona inasaidia kiwango chochote kile kupunguza? Mimi najua kitu kimoja tu. Wakiamua leo kufanya testing ya watu ambao wako na COVID-19, mass testing, utapata kwamba kuna watu zaidi katika hizi kaunti 13 kuliko ilivyokuwa hapo awali. Mimi najua ni kwa sababu hawajafanya testing, ndio maana inaonekana kwamba kiwango kiko chini. Haikuwa na zile, kwa sasa hamna testing kits enough. Tuseme unaweza enda Hema Hospital ukafanyiwa uchunguzi, uende Ramu ufanyiwe uchunguzi, uende hata dispensary ufanyiwe uchunguzi, hamna. Lakini kungekuwa na hayo, then it would have been easier kujua ni kipi watafanya apart from curfew. Ni kipi watafanya ndio kuhakikisha kwamba maambukizi yanapungua. Sasa anyway, hayo ni ya serikali tu. Manake kwa kuona kwangu hii curfew isaidi lolote. Haisaidi, ni uchumi tunaendelea kulemaza. Manake na ingawaje wanaendelea kupigana na corona bado, kama hakuna testing kits ndio unashangaa sasa itakuwa vipi? Ni kupigana kupi tunapigana kama nchi. Halafu hata kama hakuna testing kits, hakuna chanjo ambayo inaweza peano kwa kila mtu. Imagine kila mtu, tuseme tumeenda soko la daraja 2 leo asubuhi na mapema saa 10 tuko pale.
Kila mtu ambaye anakuja pale anapewa chanjo. Unapewa chanjo, unapewa chanjo. Sidhani kwamba kutakuwa na shida ya kufunga na kufungua na kufanya nini. Ikiwa chanjo imeletwa, wewe mwenyewe utachanjwa? Kwa nini sichanjwe? Sawa sawa. Niangalie bado sijamaliza kwenye ukurasa wa 4. Kuna familia moja kule sehemu za Radienya kule Ujaluoni, sehemu ya Ndiwa ambayo ililazimika kulala nje usiku kucha. Kwa nini? Walichomewa nyumba. Kwa nini wakachomewa nyumba? Inasemekana kwamba wana kijiji pale walishikwa na ghadhabu baada ya mwanamume mmoja kuuawa kwa kukatwakatwa. Sasa sijui kama hii familia ndio ambayo, kwa sababu taarifa pale haisemi kama hii familia ndio ilihusika na kile kisa. Lakini nyumba zao zote zilichoma. Ukipata gazeti la Taifa Leo kuna habari kutoka Athi River, Kirinyaga, Eldoret na maeneo mengi zaidi kwenye ukurasa wa 5. Niangalie tu kuna taarifa kuhusu ndege ambayo ilitua ghafla kule Somalia, na haijulikani ni kipi ambacho kilifanya ile ndege ikatua pale kighafla vile. Lakini kuna pia kutoka kule Nakuru tuliangazia juzi, serikali ilikuwa imetoa makataa ya siku 21 wale watu ambao wako kwenye mochari pale Makapani wakaweza kuondolewa ili wazikwe. Na iwapo siku hizo zitaisha kabla hawajazikwa, basi wao watachukua ile jukumu ya kuwazika katika mahali ambapo wafu wanapumzishwa. Haya, kisa kimoja hapa tu. Nikimalizia hapa ukurasa wa 5. Naona kuna mmoja pale anasema kwamba polisi mmoja kule Nakuru alishtakiwa, hajafikishwa kotini lakini amehamishwa. Unaona kwamba ni kitu ambacho kinaendelea kutendeka Kenya mzima by the way. Nikikumbuka kule Rioma kisa ambacho kilifanyika, hakuna polisi ambaye ameshikwa, hakuna polisi amefikishwa mahakamani, lakini wote wamehamishwa. Karibu wote wamehamishwa. Sasa sijui kuwajibika, watu wanafaa kuwajibika. Kama umefanya kosa, take responsibility. Sasa sijui kama hii kuhamishwa, how do you take responsibility? Wajua ndo nakwambia, na tulizungumzia jambo hili sijui ilikuwa jana juzi. Naam. Hata si kwa askari tu. We have even teachers ambao wameshikwa na rape cases, yani wameshikwa tu unaona, lakini badala ya kupata ile adhabu unapata kwamba wamehamishwa, wamekuwa transferred to other schools. Sasa ile shule nyingine ataenda, si kuna watoto wale lazima. Naam, huu polisi kwa mfano, ile polisi ambaye aliua mwanabiashara mmoja pale Rioma kwa madai kwamba pengine alikuwa anauza sanitizer, gushi, sijui kuna gushi na kuna sijui. Alipatwa na kesi sio? Ilikuwa ni tuseme aje, haikuwa vyema sio? Ni kinyume na sheria, lakini unapata kwamba pengine amehamishwa kwenda kituo cha polisi kingine. Aishwa haendi kusababisha yale maafa alisababisha pale maeneo ya Rioma. Najua kuna taarifa ama kuna mikakati ambayo inaweza wekwa. Kwa mfano kama umepatikana na kosa, haijalishi kama uchunguzi umefanywa au hujafanywa, unasimamishwa kazi kwanza. Uchunguzi ufanywe, ukikamilika ibainike kwamba haukufanya, ndipo urejee kazi ama uhamishwe. Lakini kama unapatikana na kosa, basi sheria ichukue mkondo wake. Lakini hapa unapata kwamba ni opposite of the expectations zetu. Acha niangalie tu hapa kuna watu kadhaa ambao wako kwenye mpango mzima wa Anza na Bwana, pamoja na Masira Ndege, Edwin Matagaro, Divina Onserio, Sela Nyamo, Kennedy Nyamamba, Esther Mogoi, Hamilton Moze, wote wako ndani, na nashukuru sana kwa kuwa ndani ya mpango wa leo magazetini. Niangalie ukurasa wa 6 pale ambapo ni taarifa za Afrika pamoja na dunia. Kuna kiongozi wa upinzani kule Tanzania anajulikana kama Bwana Freeman Mbowe pamoja na wenzake walikamatwa usiku wa kuamkia leo, ikisemekana kwamba ni kama walikuwa wanaenda kufanya mazungumzo ambayo labda hatujui ni ya nini, lakini kulingana nao walikuwa wanafanya mazungumzo jinsi ya kufanya mazungumzo na serikali ili wa include. Lakini sasa walipokuwa wanaelekea kufanya mazungumzo wakakamatwa, wengine wakapelekwa kwenye seli, lakini huyu kiongozi ambaye ni Freeman haijulikani alipo. Ndio mwariri anauliza
ni kama kweli udikteta haujaisha Tanzania jinsi ambavyo ilikuwa hapo awali. Kwa sababu ukiangalia ile story ya Tundu Lissu ni story ambayo ilikuwa imeleta hisia nyingi zaidi, lakini sasa sijui sasa inaendelea vipi. Haya, nikiachana kwamba udikteta ni vizuri. By the way, Tanzania was colonized by mimi sikufanya historia. Usije kuniuliza. Nimesahau sitakuuliza. Nitafanya utafiti wako. Ni sawa, nasema kwamba dikteta mzungu ni mzuri kuliko dikteta Mwafrika. Hakuna dikteta mzuri. Dikteta ni dikteta. Kwamba unapata kwamba uhuru tuliupata, lakini sasa tukajibanza kwenye niseme unyama fulani pia na udikteta fulani sasa chini ya Mwafrika peke yetu. Anyway, kutoka kule Johannesburg kuna Cyril Ramaphosa ni president kule ama rais kule Afrika Kusini. Semekana yeye ni miongoni mwa wale watu ambao wanalengwa katika huu dukuzi wa nambari za simu ambazo zimekuwa zikifanyika. Kumbuka hapo jana tuliangazia NSO ni shirika ambalo linatengeneza zile apps za kufanya spyware, za kuspy. Kwa hivyo inasemekana kwamba baadhi ya watu majina 50,000 ama nambari 50,000 ambazo zilipatikana kwenye lile shirika, kati yao ni ya viongozi wa Afrika. Mmoja wao ni Cyril Ramaphosa ambao ni kama sijui wanalengwa kwa nini. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaisoma kwenye ukurasa wa 6. Na kule Uchina kuna mafuriko ambayo yamefanyika pale, zaidi ya watu 12 wamekufa na maelfu wengine kuachwa bila makao, wengine kuhama. Utasoma pale. Na kutoka Nigeria kule watu ama wanawake zaidi ya 100 wameweza kuokolewa kutoka kwenye makundi ambayo yalikuwa yamewateka nyara. Pata taarifa hiyo na nyingine kutoka kule Haiti utazisoma kwenye ukurasa wa 6. Ukurasa wa 7 ni makala maalum kuhusiana na kisiwa cha Lamu. Ukipata gazeti hili utayasoma moja kwa moja. Naam, shukrani sana. Acha niangazie ukurasa wa 6 hapa. Ukurasa wa 6 hapa tunaangazia One Kenya Alliance, OKA. Wanauliza hapa kwamba can the third force turn tables, beat the front runners in the 2022 poll? Ni swali tu. Ikiwa wanasema kwamba hii One Kenya Alliance is like the third force yenye inaingia katika ulingo wa siasa. So kuna uwezekano kwamba wataigonga ama watagonga wengine kisiasa aweze kuchukua uongozi. Kwa hivyo ni swali. Naona pale Boni Halwale, Senator Kakamega anasema kwamba a third force is a no force. Ana vile vile Johnson Sakaja, Nairobi Senator, anasema kwamba formations have been based on individual and not ideas. We want to establish trust among ourselves and define our alliance identity with a solid agenda. Once we achieve that, we will gain traction. Kwa hivyo inaonyesha kwamba hawana muda. Lakini unajua pia huu mwaka mmoja, karibu mwaka mmoja ambao umesalia uchaguzi ufanyike, is like is like a century kwa politics. Anything can happen. Hivyo tuwape muda tu, pengine sijui, lakini tuwape muda tu. Hayo ni ya kusubiriwa tuyaone. Tuhakikishe kwa macho yetu kile ambacho kitakuwa kinafanyika. Ukurasa wa 7 ni matangazo tu. Na ukurasa wa 8 hapa ndo naona Ruto anaambia Raila kwamba aweze kuapologize kwa Wakenya kwamba yeye ndiye ameweza kudelayisha ama kuderail ile agenda ya serikali. Kwamba wakati aliingia serikalini 2008 March, ile handshake aliweza kuderail a lot of agenda, ile miradi mingi ambayo serikali ilikuwa imepanga akaweza kuikwamisha kidogo. Kwa hivyo Ruto sasa hivi anamchallenge, anasema kwamba Raila should come and apologize, ambia Wakenya poleni kwa kuderail kazi ya sijui baadaye sijui lengo la rais lilikuwa tu kumnyamazisha Raila asiendelee kumpiga vita, kwa sababu alikuwa akifungua, tuseme amefungua kisiwa cha Likoni ama kule Kilifi kitu fulani.
baada ya Raila anajitokeza anasema ile ni sakata ya ufisadi, hiki na hiki kimefanyika, lakini tangu wafanye ile handshake hatujayaona yale. Ameweza kufungua miradi mingi zaidi na kufanya. Kuna wengine wanasema kwamba kati ya hii second term ya rais amefanya mambo mengi baada ya kufanya handshake kuliko alivyofanya pale awali. Kwa sababu huyu mwingine alipokuwa upinzani ilikuwa ni kupigana, maneno yanarushiwa hapa, na aliyekuwa anarusha maneno zaidi ni naibu wake. Akisikia fulani amesema hivi anataka kudefend serikali, anamjibu hivi. Sasa anyway, hayo ni ya siasa. Hayo ni ya siasa. Lakini vile vile ujue kwamba Raila alipoteza wafuasi wengi wakati aliingiana na Uhuru, wakakuwa kitu kimoja. Ile ndoa ndio ilisababisha mengi zaidi. Watu wengi ambao walikuwa wanamfuata yeye waliweza kupoteza ile imani. Naam. Kwa hivyo wakati Ruto alikuja baadaye wakasema Raila alishachoka na yeye, wakaanza kumfuata nani? Huyu Ruto. Wakamsahau yule. Unajua alikuwa na ufuasi sana. Alafu vile vile unajua watu wanapenda zaidi wakati kitu kinatendeka wewe unapoke on the loopholes kwa hiyo mradi. Asema hizo pesa ziliweza kubadhiriwa ama kuna ubadhirifu mahali fulani katika sekta fulani. Yaani watu walikuwa wanampenda zaidi kuhusiana na yeye. Lakini sasa unajua sasa hivi wako hivi wote. Wako hivi tu wote. Naona hapo pengine ileta issue zaidi na ufuasi wa kwake tu, na pengine sijui inaweza relate 2022. Usijua. Tungoje tu. Na ni hayo katika ukurasa huu wa 8. Na ukurasa wa 8 na 9. By the way, kama uko pale unaendelea kusikiza na kutazama, niko na jambo fulani ambalo ningependa pia wewe utoe maoni kwako kwenye dondoo. Lakini kabla ya hapo kuna taarifa ama tahariri. Ni taarifa ambayo imeandikwa na mhariri wa gazeti hili. Anasema kwamba bodaboda wale ambao ni wahalifu wanafaa kudhibitiwa. Lakini utadhibiti aje bodaboda mhalifu? Sijui. Kwa sababu anarejelea kile kisa ambacho uliona video inatembea mtandaoni ambapo wanabodaboda walimnyang'anya polisi simu. Akasema kwamba visa vimekithiri, visa vimeongezeka kwa sababu ya wanabodaboda. Unapata anabeba mtu mhalifu, anafika mahali fulani anamwambia mimi nitachukua hiki na wewe tutoke mbio. Sasa mharifu ama mhariri anasema kwamba ikiwa walinda usalama peke yao wananyang'anywa simu mchana, yani ni mchana mweupe, sasa itakuwaje usiku? Na watu ambao hawana labda vifaa vya kujilinda kama polisi. Ndipo sasa anasema kwamba wanafaa kudhibitiwa, sheria maalum ziwekwe kuhakikisha kwamba wale ambao wanapatikana wakiwa wahalifu na ni wanabodaboda wachukuliwe hatua kali. Gazeti hili pia utapata taarifa kuhusiana na watu ambao walipigania ukombozi. Mhariri anasema kwamba wasipuuzwe. Wanasema kwamba ni watu wengi zaidi ambao walipigania ukombozi wa Kenya, lakini wengine walikuwa neglected, wengine hata hawajulikani, lakini walikuwa forefront. Kwa hivyo mhariri anatoa taarifa kwamba wanafaa pia waangaliwe, wanafaa pia wasipuuzwe. Kama kuna wale ambao wanapewa pesa za uzeeni ama ni retirement, pia wapatikane wapewe. Na vile vile wakati wa Mashujaa Day wengi hawakumbuki, mbona wachache wanakuwa recognized, wengine sijui ni kwa nini. Kwa kweli. Acha niangazie ukurasa huu mbio. Ukurasa wa 10 hapa tunaangazia naona muda unakimbia. Acha tu niangalie dondoo kabla hujaingia pale, kwa sababu muda pia hauturuhusu. Kuna jamaa fulani ambaye alikuwa ameoa akampachika mimba mwanadada alafu akamwacha. Sasa akaenda akatafuta tena kidosho mwingine akamleta kule nyumbani. Ule mwanamke baada ya kusikia hivyo akaja na kuwafumania. Alichofanya alifunga mlango. Akasema leo hamtoki hapa. Kwa sababu wewe huwezi nitia mimba alafu ukanitoka. Sio mimi peke yake umetia mimba, umetia wengine mimba, umewatoka. Sasa akashauri mwanadada, wewe huyu hatukuna mahali anakupeleka. Acha toka uende tumalizane naye. Mwanadada akatoka. Sasa kubaki pale akaanza tu kumpa maneno matusi nini pale. Kijana ama mwanamume alikuwa tu pale amenyenyekea.
Sasa akaona ni kama kwamba huyu hatatulia. Akamwambia kwamba nikusamehe nini, kwa sababu wewe umeyafanya haya, sio mimi ama sio mimi peke yangu. Kwa hivyo ikakuwa kwamba ni hasira zimempanda, akaamua kumpikia chakula kumtuliza. Kumwandalia chakula kumtuliza roho. Wapi mwanzo, ni sehemu gani hiyo? Lakini ni sehemu za Mwea. Lakini jamaa mwanadada akamwambia hata ufanye nini, hunitoki sasa, tutakaa kama mume na mke. Sasa sijui kama wewe ulikuwa yule mwanadada ambaye alifukuzwa, ungefanya nini? Hamna kitu ungefanya, maana yake mwenye nyumba amekuja. Lakini sijui kisa hicho kingetokea mahali kama Kisii, sijui ingekuwa vipi? Sijui. Hujui? Hebu jiweke kwa hivyo viatu vya mwanaume. Hapo kwa kuna kupikia kidogo. Sijui, lakini alimpikia akamwandalia chakula kizuri ili apunguze hasira. Apunguze hasira. Kisa kama hicho kwa kuona kwako tu kingefanyika maeneo ya Kisii, mwanadada amekuja hivyo hivyo. Uko sure angebembelezwa nyamaze? Hapana, unajua ingekuwa ni vita kati ya wanawake wawili. Sio wanawake na mwanaume, wanawake wawili ndio wangepigana. Sawa tu. Niangazie ama ushamaliza? Angazia tu. Na acha niangazie ukurasa wa 10 hapa. Tunaona kwamba kuna the Union of Universities, University Academic Staff Union, ambao sasa hivi imeenda kotini. Tuliangazia kwamba Stephen Kiama ambaye ni chancellor pale chuo kikuu cha Nairobi aliweza kufanya marekebisho mengi, a lot of reforms, akafunga some departments, watu wakakosa kazi. Kwa hivyo tunaona kwamba wameenda kotini kusema kwamba ama Kiama huyu hakushirikisha ma lecturers, hakushirikisha student associations and vile vile hakushirikisha wizara ya elimu. Ngawaje anasema kwamba George Magoha tia mgongo, amejidistance from that case, lakini anasema kwamba si vyema. Kwa hivyo ameelekea kotini, pengine Stephen Kiama pengine anaweza revert those reforms zenye alikuwa ameshazifanya. Ni hayo ukurasa wa 10. Ukurasa wa 11 mna la kutufaidi. 13 vile vile. Pengine acha niangazie mwisho katika gazeti hili yale ambao nadhamiria kuiangazia leo hii. Ukurasa wa 17 liangazia ilikuwa jana juzi, ambapo wanauliza should government now abolish boarding schools? Ikataa tu kwamba kusiwe na boarding schools. Tulishaongea mimi na wewe. Nasifikiri kwamba ni jambo la busara kutokomeza kabisa shule za mabweni. Naona kuna wale wanasema kwamba itakuwa vyema zaidi, manake wazazi watakuwa wanaangalia watoto wao kwa njia nzuri zaidi. Ukiwa na mtoto wako at least unaweza mwambia mtoto wangu, yani watakuwa na zile hulka za jamii na vile vile kuwa na zile cultural backgrounds, unaona. I'm not sure about that. Kwa sababu sasa hivi kuna simu, kuna mitandao, kuna nini. Sasa ni kama wanafunzi watakuwa friends with the internet, friends with the television, friends with everything. Kila kitu watakuwa nasoma kutoka kule. Sasa mimi sioni kama, kwa sababu kuna wakati mwingine unapata wazazi hawana muda na watoto wao. Memwacha pale, amemnunulia simu, kitablet kikubwa, ako pale, ako mitandaoni, ako sijui ni TikTok, ako wapi. Ni maoni tu lakini. Na vile vile kuna wale nasema kwamba days students waste too much time. Kwa hivyo heri boarding schools. Heri boarding schools. Naam. Mimi najua kwamba ingekuwa tuseme boarding schools zipunguzwe zifikie karibu tuseme 30%. Alafu hizi county, extra county, like zikuwe tu asilimia kidogo, asilimia hivi, I think ingesaidia. Lakini hayo ni maoni. Ukifungua ukurasa wa 10 gazeti la Taifa Leo, kuna barua ambazo zimeandikwa kwa mhariri. Kati yao ni wanasema kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wanafaa kulindwa kwa sababu kumetokea visa kadhaa ambavyo wanafunzi wa vyuo vikuu wanapatikana wameuawa, wengine wamenajisiwa. Kwa hivyo sheria zinafaa kuwekwa pale ili wanafunzi wa vyuo vikuu walindwe. Vile vile kuna yule ambaye anasema kwamba kifo cha Kangogo, yule Corporal Caroline Kangogo, anasema kwamba ni kizungumkuti na uchunguzi unafaa kufanywa. Haya, uchunguzi utafanywa, lakini kipi ambacho kitatokea? Matokeo yatakuwa gani? Babaka asha testify na akasema kwamba alijiua. Mbona na kufanya uchunguzi tena? Anyway, lakini kulingana na huyo mwandishi anasema kwamba kinafaa kufanywa uchunguzi kamilifu
ili tujue ni kipi kilitendeka katika yale mauaji ya awali. Kuna vile taarifa kuhusiana na kafyu. Nasema kwamba kafyu inaendelea kuumiza wananchi lakini inawanenepesha polisi. Ni ukweli, kuna ukweli hapo ama vipi? Pengine manake police they sometimes take advantage. Wakikupata past the curfew hours zaida uingize mkono mfukoni, baadhi yao pengine uingize mkono mfukoni ama ulale ndani. Anyway, ni taarifa pale. Ukipata gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 10 kuna taarifa nyingi pale ambazo unaweza ukazisoma na kujua ni yapi ambayo yanaendelea pale. Ukurasa wa 11, 12, 13 na vile vile 14 ni kilimo na biashara. Kuna mambo kadhaa ambayo unaweza ukayafanya apart from kuwa na kazi. Kuna mambo ya biashara na kilimo ambayo waandishi pale wamekuambia unaweza ukasoma kutokana na testimonies by the za watu ambao wamefanya pale. Nimalizie ukurasa wa 15, 16 ni kwa wanaspoti, mpate taarifa hizo kwenye gazeti la Taifa Leo pale. Lakini kisa cha mwisho pale kujibiwa na shangazi. Nasema kwamba imebidi nimwache baada ya kupata jumbe za wanaume watatu kwa simu. Mshauri huyu ni mwanamume ambaye anataka kumwoa huyu mwanadada. Lakini ameenda kufanya uchunguzi, ameangalia simu yake, amepata jumbe za mapenzi kutoka kwa wanaume watatu. Sasa anataka ashauriwe amwache ama aendelee naye. Utamshauri vipi? Asonge mbele. Ndio ushauri wako. Songe mbele. Maana nikuulize. Ngoja, jiweke kwa viatu vya huyu mwanaume. Ni wewe uko unataka kufunga harusi, unataka kufanya ndoa na yule mwanadada. Alafu kuchunguza kidogo ukapata zile yale mazungumzo, utafanya vipi? Sina mwache. Simu mwanzo ulisema aendelee mbele. Nisema asonge mbele, yani amwache, yani aende maisha yake, unaona. Yani kuulize, huyu mwanadada yeye ashaongea, wameelewana, hadi harusi ndio inapangwa, bado ana nini? Sinaonaga watu hadi wanavunja kale nikasimu wanachukua line zingine. Such that wasahau mambo yote mabwana zao walikuwa nao nini, concentrate kwa mwanaume mmoja. Sasa ukipata kwamba unaendelea kufanya mipango yote bado yeye kuna wanaume wengine, hiyo ni red flag. Hiyo utamchukua pale alafu ataharibu hata babako pale nyumbani. Amejaribu kumwomba msamaha lakini anasema ni kama hawezi kumwamini. Je, wewe msikilizaji na mtazamaji, unaweza ukamshauri vipi huyu mwanaume ambaye amepata kwamba kuna maneno yanaendelea pale kwa simu na yule mpenziwe? Vile vile wanasema kwamba mipango ya kando inakubalika lakini usishikwe. Ndio maana ashakusema tu sina ni maoni kwangu. Ndio maana ukipita kule sehemu za Nyeri ukipatikana hivyo sijui kitakachokufanyika. Usishikwe, unaona? La mwisho ni wewe fanya yako unafanya lakini wewe usishikwe. Hapana. Ukipatikana basi mengine atakukuta ndo hayo. Kwa hivyo mimi sijui lakini kama umepata unjua kama hii ni mapema zaidi. Kama amempata akiwa na jumbe za wanaume za wapenzi, inaonyesha kwamba mwanamke mwenyewe si mwaminifu. Na vile vile akiingia kwenye msamaha. Mambo na infidelity kwa ndoa alafu naniomba msamaha kidogo haileti. Bado. Najua kuna ile msamaha unaweza omba tu, pengine nilikuwa njaa huku nipikia, jua useme haki pole nilisahau kupika. Hiyo tunazongea. Nguo zangu ni chafu huku jaribu nilikuwa busy, pengine huko na kazi. Nikawe babe so ungenifulia nguo. Ambe msamaha hapo inaeleweka, lakini jumbe za mapenzi kutoka kwa wanaume wengine kidogo hapo hapa. Zinaweza kuwa tu ni jumbe hawajakutana, hawajafanya hii na vile. Anyway. Ajua kuna kisa kimoja niliambiwa kwamba sijui nishaikwambia kwamba mwanamume mmoja alikuwa na bibie kwenye plot. Wakiwa pale plot, mwanamume sinajua ni kutoka shughuli nini kutafutia familia sasa. Na ule mwanamke kumbuka na mimba ya miezi 3. Ndio baadaye huyu mwanaume akagundua kwamba yule bibie ana mchumba mwingine kwenye hiyo plot. Unaona? Sasa akaambia bibi yake, wajua mimi ni mtu nakuaga genuine. Zaidi uniambie ukweli ama uende. Ama nikupige. Unaona? Kwa hivyo mwanamke akamwambia nyewe nishaenda huko mara 2. So jamaa akaenda kwa ule mwanaume pia kumwambia najua nishaambiwa kila kitu. Zaidi pia uniambie ukweli ama kibaya kitokee hapa.
Sema nawe pia akakubali akasema yenyewe ni temptation tu, ashakuja huku mara mbili. So ikabidi sasa mwanaume akamuuliza sasa akawaleta pamoja kuuliza sasa mlitumia protection? Basi watu wakasema yenyewe tulitumia protection mara ya kwanza, lakini mara ya pili bado. Ingekuwa ungefanyaje ingekuwa ni mwanaume huyo? Mwanaume nafikiria alimwachia nafasi sana. Kwa maoni ya kwangu, kwa kuona kwangu, alimwacha free sana. Mwanamume ambaye ni bwana wa yule mwanamke alimwachia nafasi sana mpaka yule labda mwanamke akapata upweke akaenda kutafuta consolation kutoka kwa mwenziwe. Lakini kumbuka hata kama anarudi kutoka kazini kila jioni, ni vizuri bwanaume, maoni yangu, hata kama uko busy kiasi, toka tu fika kwa nyumba hata bila yeye kutarajia saa 7. Usimwambie umekuja hata chukua lunch, beba kutoka kwa hoteli, peleka pale, mwambie nimekuletea lunch. Uone ni kipi kinaendelea. Lakini umemwacha siku mzima. Unakuja usiku umechoka, umelala. Naam, huu utafanyaje? Ungekuwa wewe mwanaume basi lishatendeka, ungefanyaje? Nitamsamehe. Unajua tu utatetea mwanamke mwenzako, lakini nitamtetea, nitamsamehe lakini kwa masharti. Jambo kama hilo, kwamba nikimpata tena wakati mwingine anaenda. Jambo kama hilo, kitu ya kwanza ni hiki. Kitu cha kwanza, mwanamke yule ana mimba ya miezi 3. Naona automatically kama ni mimi nitaanza kushuku kwamba hii mimba si ya kwangu. Naona jambo la pili, tunaishi na yeye na ni same plot, hiyo ni madharau, kitu ya kwanza. Unaona, cha pili sasa. Kwa hivyo yeye kunionyesha madharau na mwanaume mwingine. Cha tatu ni mimi kujua ukweli. Mbona nijue? Sikuwa nijue, kama ako nayo nisijue. Unaona, sasa unaona wewe ulienda kutafuta ukweli kwanza ukamwacha upweke, sasa unataka ukweli, sasa umeanza kushuku, mambo ni mengi. Kwa hivyo inabidi, shida ni ile ananichezea na bado nimejua ukweli. Shida ni kujua pia, unaona. Kwa hivyo utakuwa na uchungu. Nimeona hata wewe uchungu kwa macho yako. Sifai kujua. Kwa hivyo mwanamke kama huyu sijui atakako na hiyo mimba, sijui itakuwaje, manake hiyo mimba pengine hata si ya kwangu, ningekuwa mwanaume. Hapana, sasa kama kwa mfano anataka kumwacha, amchunge ile miezi 9 azae. Utajuaje mimba ni ya kwako? Akishamaliza kuzaa kuna DNA kila wakati. Anaweza akafanya. Kama mtoto ni wakake na kama hataki kuendelea kuishi na yule mwanamke, basi atamwambia tutashirikiana kutunza mtoto, lakini mimi siwezi nikaendelea kuishi. Mbona yule unajua pengine yule mwanamume mwingine anajua ana mimba, sio? Na ndio maana pengine wakaamua kwamba wangetumia protection juu sasa kuna unaona. Si basi wachunge mtoto. Aende tu amweni. Yaani ningembeba yule mwanamke na vya kwake tu, nimwambie tafadhali beba. Twende moja kwa moja hadi kwa yule mwanamume, si ashakubali. Na huyu mwanamume unajua hadi alirecord venye wao mazungumzo. Abebe zile bidhaa zake zote, amweke huko. Ambia sawa kaishi maisha yako. Hiyo sio njia mwafaka ya kusuluhisha mambo, lakini yote 9:10. Tunashukuru sana kwa kuungana nasi katika leo magazeti. Ni siku ya Alhamisi, ikiwa ni tarehe 22 mwezi Julai mwaka 2021. Kutoka kwenye gazeti la Taifa Leo kilipata kuna mengi zaidi ambayo hatujaangazia, lakini tunashukuru sana kwa kuwa mtazamaji na kumsikilizaji wa Abaki Global Radio. Naitwa Masi Ontita, hadi hapo kesho nasema shukran na Mungu aendelee kukubariki kwa yote ambayo unayofanya. Asante sana. Vile vile nimeshukuru kwa wale wote wametutazama na wanaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, Facebook, YouTube. Nashukuru zaidi. Hadi hapo kesho sana wakati kama leo kwenye magazeti. Tukutane leo zetu kuchambua magazeti kama kawaida. Nite Edwin Mukaya. Kenya aigana tukobotania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto. Imiaba kusi Global Radio gwe manye na boyo gwe semya. Abagusi Global Radio amonechi sema chicheta 9. Nyamira amonechi county chicheta 9 orongorwa gusi. Bono ebinto byabaire bya. Abagusi Global Radio nero hybrid station yogorwa asorongorwa gusi. Ekoligererwa na boyo gotegererwa ense engima. Bono nabokubeka okorari kwao amona intwe asa magoli arense kigima.